Mpenzi mtazamaji, karibu kwenye chaneli yetu ya Ane Media. Mimi ni mtangazaji wenu Titus Akolo. Nikukaribisha kwenye programu yetu ya Powerline Show. Leo tunazungumzia mzozo mkubwa wa elimu nchini Kenya. Tunajiuliza maswali. Wanafunzi wa grade ya 8 wako wapi? Vitabu navyo viko wapi? Na hizi bursaries ambazo tunasikia zinatolewa vipi? Na je, wazazi wanashughulikia gharama gani katika mtaala huu wa CBE? Tukiwa naye Adrich Chebai ambaye anataka kuwania kiti cha MCA Kimilili Ward. Tunataka tuangazie changamoto, ufisadi na suluhisho la swala hili. Karibu sana mheshimiwa katika studio zetu. Asante sana. Mheshimiwa, Yes. swali lepi la kwanza. Ndio. Serikali imesema kwamba hakuna mwanafunzi ambaye ataachwa nyuma. Wote lazima wajiunge na gredi ya 10. Lakini kwa sasa hivi tunaona machifu wanakimbia kila mahali hapa na pale kutafuta hao wanafunzi. Je, ni kitu gani kinaendelea? Asante bwana Titus. Serikali ilitoa agizo ama mwelekeo ya kwamba kukuwe na 100% transition na wanafunzi. Mimi nimefanya uchunguzi yangu na niko na credible information ya kwamba serikali ya Kenya ilipata pesa milioni 27 million euros ya kuensure kwamba wanafunzi wote wameenda shuleni grade ya 10, wako na vitabu, wako na textbooks na kila kitu ambao wanahitaji ili kuwezesha masomo yao iwe rahisi. Ndio maana tukasikia rais wetu akitoa ile agizo ya kwamba kukuwe na 100% transition. Lakini ya kusikitisha ni kwamba si kweli watoto wote wameenda shule. Watoto wengine bado wako nyumbani, wengine hawana school fees, wengine hawana uniform, wengine hawajui hata ni shule gani ambazo wanaenda kujoin. Na hilo ni tatizo sugu ambalo hapo mbeleni nitakuja kutusumbua. Ndio. Labda kwa swali la pili. Kuna shida. Nafikiri kuna shida. Utapata kwamba hizi shule ambazo wanafunzi wengine wameitwa sizo shule ambazo labda walikuwa wamezichagua kulingana na ile ule uwezo wao, ama labda tunaweza tukasema kama talanta hivi. Utapata kwamba kuna changamoto ama tuseme confusion fulani hivi. Alafu pia wale wanafunzi na wazazi wao wakijaribu wabadilishe shule, inakuwa kwamba haiwezekani, wanapata ugumu sana. Alafu pia kuna masuala ya pesa ama karo ambayo pia inahitajika. Je, hii shida yote mtaala wote wa CBE mvua ilianza kutunyeshea wapi? Na ni labda ni kitu kipi kinaweza tutakifanya? Jambo la kwanza, ilifaa mpango wote wa CBE ndio ulianza kuwa CBC kubadilisha kwa kuwa CBE. Ilihitajika kwamba kuhusishwa na all stakeholders, wazazi, walimu, technocrats na kila mtu alete maono yake ili kukuwe na mpangilio ambayo iko kamili. Mimi kulingana na maono yangu ni kwamba mvua ilianza kutunyesha pale ambako mfumo huu wa CBE ulisukumwa zaidi na serikali kuu, lakini serikali kuu haikuhusisha stakeholders wote kwa mpango. Jambo la pili ni ya kwamba mpango huu wa CBE uko na gharama ya juu wa kifedha. Nikikumbuka sisi watu ambao tulisoma pale nyuma wakati wa Mwai Kibaki, tulikuwa na free primary education. Ilikuwa bure kabisa. Wewe unachukua vitabu zako unaenda shule. Lakini saa hizi CBE iko very expensive na inahitaji wazazi wengi kujigharamikia kwa sababu serikali imefeli kutoa pesa, kutoa vifaa, kutoa vitabu ambazo wanafunzi wanahitaji ili waende shuleni. Umezungumzia masuala ya vitabu. Labda tena nikuulize hilo swali.
Utapata kwamba hawa wanafunzi wetu wa grade ya 8 ambao ni waanzilishi wa huu mtaala wa CBE, utapata kwamba vitabu vilicheleweshwa kufika shuleni kwa sababu ya deni la shilingi bilioni 11 ambalo lilicheleweshwa kulipwa wale wachapishaji wa vitabu. Inakuwaje sekta kubwa ya elimu kama hii inapata shida ama haifaulu kwa sababu ya kucheleweshwa kwa vitabu kufika shuleni? Jambo sugu ni ya kwamba tuko na watu ambao wanaitwa cartels kwa hii mfumo ya masomo. Mimi najua kwamba publishers walikuwa Kisumu, wakafanya kazi yao, wakaunda vitabu, lakini serikali ilifeli kupeana pesa kwa publishers. Na publishers wakasema hawatapeana vitabu mpaka wakati ambapo serikali itatoa pesa hizo, kwa sababu serikali yetu ya Kenya iko na tabia ya kwamba ina blackmail watu. Inakupea kazi, unafanya, inakutishia, una deliver, alafu mwishowe inakosa kulipa. Ama ukigundua pesa ilitoka, kuna wale makatelo wanaingia katikati, wanachukua hizi pesa kabla zifikie watu ambao zinahitaji kufikia. Hako ndio shida kuu. Sasa utafiti unaonyesha kwamba wazazi wengi wanachukulia ule mtaala wa 844 kuwa bora wakiulinganisha na huu mtaala wa CBE. Yaani wanaona huu mtaala wa CBE ni kama hauendi mahali. Sasa wanaona afadhali ule wa 844. Wewe mtazamo wako ni upi? Mtazamo wangu ni kwamba mfumo wa 844 Kenya, jambo la kwanza, Kenya tumekuwa na mifumo kadha wa kadha zinabadilishwa. Kwanza wakati wa Moi kuna yenye ilikuwa pale, kuikabadilishwa wakati Kibaki ikaletwa 844. Tumeona sasa hivi wakati wa Mheshimiwa Rais Kenyatta Uhuru akaenda kutoka, tuliletewa mfumo wa CBE. Mfumo mwenyewe wa CBE ni mzuri kwa sababu ni competency based education. Mtoto kama kwa mfano kama mtangazaji wetu Titus, wewe ni mtangazaji na ungekuwa unaenda shule unasomea utangazaji, ukimaliza hapo unatafuta kazi ya utangazaji. Kwa mfano mimi ni mwanabiashara na mwanasiasa, pengine ningekuwa nasomea biashara kisha nikimaliza na specialize pale pale. CBE ni mfumo mzuri, lakini penye wazazi wanaona ni mfumo mbaya ni kwa sababu serikali yenyewe haielewi, walimu hawaelewi, wazazi hawaelewi, na watoto wetu wamechanganyikiwa kwa sababu wale watu ambao wanafaa kueleza hawana information ya kutosha. Lakini mimi personally naona CBE ni mfumo mzuri, na iwapo itakuwa streamlined basi itafanya kazi jinsi ambavyo ilistahili kufanya kazi. Only if all stakeholders wamehusishwa na imenyoroshwa. Ndio. Kwa ufupi unasema kwamba ulianzishwa bila mpangilio thabiti. Ndio, nasema ilianzishwa bila mpangilio thabiti kwa sababu ni kama walimu hawakupisishwa vya kutosha na vifaa kule shuleni pia havikuletwa. Kwa hivyo ndio katika hali ya kubambanya tu angawa wapate kitu. Sawa. Hata serikali inapotoa ahadi zake kwamba wanafunzi ama masomo ni ya bure, lakini utapata kwamba kuna wazazi wengi sana ambao bado wanagaramika masuala ya karo, wanagaramika upande wa sare, ukipenda school uniforms. Utapata kwamba kuna pia pesa za hapa na pale ambazo wanaweza kuwa wanatozwa shuleni. Na inakuwaje hili swala lote hili linaenda kinyume na sheria ama uwezo wa kila mtoto au mwanafunzi kupata elimu? Unakuwa ikiwa watawapatia masuala ya uniform wazazi wanunue na kadhalika na kadhalika, kuna wanafunzi wengine huenda wakakosa hata kujiunga na grade ya 10. Una maoni gani kuhusu hili swala? Jambo la kwanza, tuna mfumo ambao unaitwa NGCDF katika kila constituency Kenya mzima. Hii CDF iko na basari ndani yake, lakini mara mingi basari hii haipeani kwa wanafunzi, na kama inapeanwa kwa wanafunzi basi inapeanwa ikuwa ni fedha kidogo sana. Pengine naona shule inapeanwa 2,000 na 3,000, na bado haishughuliki kamili.
Tumeona juzi kule Kiharu, ule mbunge wa Kiharu ndo nini Nyoro Yeah. alisema kwa constituency yake ameweka mipangilio dhabiti ya kuensure ya kwamba school fees ya wanaosponzi ni shilingi 500 kwa semester, na bado wanafunzi wale wote wamekula shuleni bila mzazi kupeleka mahindi na marago shuleni, na wabunge wengine wameenda kumpiga vita. Miokula maza kumpiga vita. Na tutumie mfano hapa kwetu Kimilili. Mimi najua wazazi wetu especially primary schools huwa wanapeleka mahindi gorogoro 10, marago mahindi gorogoro 20 na marago gorogoro 10 shuleni ili watoto wao waweze kupata ile ambayo inaitwa lunch shuleni. Na utapata mzazi asipopeleka anakuwa harassed na institution. Serikali yetu ilisema wazazi wasitoze pesa zozote, lakini ni vigumu sana walimu ku run institution bila pesa, kwa sababu capitation imepunguzwa ni kidogo. Capitation yenyewe ambayo ni kidogo bado hailetwi kwa shule kwa wakati, na ikiletwa kwa wakati bado kuna wale cartels wamehijack hizo processes na hizo pesa na kuensure kwamba hizi pesa hazifiki shule yote. Lakini ingekuwa vizuri serikali yetu itoe mfumo dhabiti ya kwamba wazazi wasitoze pesa yoyote, wazazi wasilazimishwe kupeleka marago na mahindi shuleni, na kama itakuwa hivyo basi serikali yenyewe ijue ni jinsi gani fedha inafika shuleni, kwa sababu bwana Titus, Yes. tumegundua kwamba ushuru imeongezwa maradufu tena sana. Lakini ushuru inaongezwa, pesa inaibiwa. Juzi tumesikia pesa ya SHA ikotea bilioni 10. Angalau hii pesa kuliko kupotea wangeichukua na wapeane kwa Ministry of Education ili iweze kufinance shughuli zake jinsi ambavyo inastahili. Okay. Ndio. Scholarship zimefunguliwa. Kuna basari kwa wanafunzi wetu wa grade ya 8, ya grade ya 10 kunradhi. Lakini utapata kwamba wale wanafunzi ambao wanafaa kupata hiyo scholarship ama ile basari, wengi wao hawapati. Kuna tu wengine ambao wanakuja kupata. Je, ni vizuizi vipi vilivyopo ambavyo vinazuia wale wanafunzi ambao wana haki ya kupata ile scholarship, wana haki ya kupata ile basari, wasipate? Ni vizuizi vipi na kitaweza kusuluhisha vipi? Political interest, hiyo ndio shida kubwa, na lack of goodwill. Utagundua kwamba mbunge kwa mfano alipigiwa kura na eneo fulani, na akigundua eneo lingine alikompigia kura, naye akienda kupana bursaries hapeani kwa wale wanafunzi wa hiyo eneo. Lakini ingekuwa vizuri kama kuna mfumo huo unaitwa Nemesis. Nadhani Nemesis. Ndio. Kila mwanafunzi kwa kila shule information yake imechukuliwa iko kwa Ministry of Education. Basi ingekuwa vizuri pesa hizi zote zipelekwe kwa Ministry of Education, kwa sababu Ministry of Education iko na details ya wanafunzi wote, basi ipeane funding wanafunzi direct kwa shule bila kupitia bursaries, bila kupitia kwa MCA ama MP. Ikuwe ni kitu straightforward, pesa inafika shuleni bila kuchelewa. Okay. Mpenzi mtazamaji, kumbuka kwamba ni channel yetu ya Ani-Media na tuko kwenye programu ya Powerlight Show. Tuko na mheshimiwa ambaye anagombea kiti cha MCA Kimilili Ward. Amekuja kutufafanulia kuhusu swala nyeti la elimu haswa CBE. Labda swali jingine mheshimiwa. Ndio Bantutas. Mhasibu mkuu alipata kugundua kwamba shilingi bilioni 11.12 11.12 billion shillings za basari zilifanywa ubadhirifu, yani mismanagement. Zilifanywa ubadhirifu, na sasa inakuwa ni ngumu sana. Itakuwaje rahisi sasa kwa wazazi kuamini hata serikali yetu, kuamini wale ambao wanashughulika na masuala ya basari? Itakuwa vigumu sana wazazi kuamini viongozi wetu, kwa sababu viongozi wetu hawana ile inaitwa political goodwill ya kufanya kazi. Pesa bilioni 11.2
itawezaje potea ama itawezaje tumika kwa jinsi ambayo haijulikani, ilhali Kenya tuko na ile kitu ambayo inaitwa accountability and transparency. Viongozi ambao tuko nao hawana hiyo kitu ambayo inaitwa accountability and they are not transparent. Wengi wao wanafuja hizi pesa ili kujinufaisha wao wenyewe. Taki mtu agundua education is the greatest equalizer. Ingekuwa vizuri kama watoto wote wangekuwa wanapewa bursaries direct kutoka kwa Minister of Education, sio kupitia kwa wabunge, kwa sababu wabunge wengine hawana goodwill ama they are incompetent, na wengine wanajenga jina kwa kutumia bursary. Lakini Minister of Education kwa sababu is a full-fledged ministry, ingepewa hizi pesa na minister yenyewe ichane pesa direct kwa wanafunzi kupitia mfumo ambao umewekwa wa NEMIS direct mpaka pa shule. Wanafunzi bora ufike shule. Mimi naitwa Titus Akolo, admission yangu ni ABCD, niko nasoma shule fulani mwaka fulani. Hiyo information ukienda nayo shuleni mara moja, system inakujua na unapata bursary. Hiyo ingekuwa ni vizuri. Okay. Asante sana mheshimiwa kwa majibu yako ambayo umeweza kutofafanulia. Mpenzi mtazamaji, nazidi kuambia kwamba hii ni channel yetu ya Ali Media na tumekuwa na mheshimiwa ambaye anataka kugombea kiti cha MCA Kimilili Ward. Amekuwa akiangazia kuhusu la msingi kuhusu masuala ya elimu, haswa mtaala wa CBE. Kufikia hapo tumefika mwisho wa mahojiano yetu. Nimekuwa mtangazaji wenu Titus Akolo, nikiwatakia kila laheri hadi wakati mwingine. Shukran.